anatelesha msafara wa ng'ombe wa mbele, anapigwa mjeledi ng'ombe wa nyuma. Kwa hiyo hawa Yanga watake wasitaki, mimi niwaambie tu wanaluka tu, wataluka we. Mimi ninaamini mwisho siku Yanga mechi watacheza, na wasipocheza hatuwalazimishi. Wasipocheza tunajua tunachukua shirikisho, tunachukua ligi, na hiyo sio kificho. Na Waiskaria, naomba Waiskaria, na tena nawaambia Yanga aende kugoma hivyo, alafu tuone TFF na bodi ya ligi watafanya maamuzi gani. Nimeona hata kwenye ukurasa wa msemaji ambaye alishakuwa msemaji wa Yanga na Simba, Haji Sande Manala, amesema Yanga mechi hawatocheza na TFF ama bodi ya ligi haiwezi kuishusha daraja wala kuipunguzia pointi Yanga Africans. Yes, hapo mimi ndo napataka. Ninahitaji Yanga waendelee kugoma hivyo. Wagome hivyo Yanga. Waseme hawachezi. Alafu nahitaji kuona hata mimi malaika wa Simba nahitaji kuona kwamba je, TFF, simzungumzi mtu mmoja, nazungumzia TFF pamoja na bodi ya ligi na watafanya maamuzi gani juu Yanga Afrika. Ni kama kweli tunahitaji kuonyesha, maana Yanga wao wamesema wao ni wakubwa kuliko TFF na bodi ya ligi. Unalipinga hilo kwamba Yanga sio kubwa? Mbona nimekwambia naomba waende kugoma. Wagome hivyo. Kwa mwisho wa siku itajulikana nani kubwa. Mwisho wa siku itafahamika kwamba kati ya TFF na bodi ya ligi, alafu na Yanga ni nani hapo ni mkubwa? Yanga mkubwa. Ndio tutajua hapo. Yanga ni mkubwa. Shetani. Swala la mechi kutokuchezwa kwako limekaaje au mnalizungumzia vipi? Mimi unavyoniuliza hilo swali, mimi nishacheza mechi. Tarehe 8 mimi ndio nilicheza mechi. Kwa hiyo mimi ninachotaka nileta timu uwanjani, ni kanuni kama ahali na nini. Kwa hiyo mimi ninachotaka nachokidai mimi ni pointi zangu 3. Kwa hiyo sitaki kutuletea uuni au makoro. Mimi nishamalizana na hawa masimba hawa majike. Kwa hiyo mimi sileti mechi, yani sichezi mechi. Ndio maana tunasema nyuma mwiko, watu uwe, watufukuza kwenye nchi, na natoa ahadi. Nyie mgobi kupunguzwa pointi hizo ambazo nakwambia hivi, hata tushushwe daraja hao watufanye wanavyovitaka, atuchezi mechi. Na natoa ahadi. Natoa ahadi kwa bodi ya ligi na TFF ambao wametupangia tarehe 15. Tarehe 15 Yanga akileta kikosi, naomba viongozi wa bodi ya ligi na TFF wataponiona wanikamate, wanitoe macho. Kalia rais wewe tu ndio aliyotukuzia ligi, na mpaka leo anatukuzia ligi japo kateleza kidogo. Yeye ndo anitoe macho. Kama Yanga tutaleta kikosi, nimetoa ahadi kwa bodi ya ligi na viongozi wa bodi ya ligi, kama Yanga ataingiza kikosi, na hii hadi tekelezwe na viongozi wa bodi ya ligi, wanikamate wanitoe macho. Mimi ndo najua Yanga, mimi ndo naijua Yanga nyuma mwiko. Yani Yanga kishasema no, goma kubadilisha rangi. Mechi haichezwi. Bwana, kwenye kama ni mfuatiliaji mkubwa wa mitandao ya kijamii, mchezaji wao Mpanzu wanamuita winga, inasemekana anahitajika. Unahisi mbona unacheka? Uchezaji wa Mpanzu bado sio kuja Yanga. Ana uwezo huo. Ni maneno tu kuwaumiza. Hatumtaki, sasa atacheza wapi? Ana mpira gani? Bana. Yani hawezi kuja kule. Hawezi kucheza nafasi za kina Manu. Yani maxi moja sasa na Mpanzu 30. Bado ni mbovu, ni mdogo. Hamna haja, ni maneno tu ya barabara. Kwa Mpanzu akija pale anasugua benchi, anakaa benchi. Ni mchezaji gani yule? Mdogo tu, ana chochote tu. Si bora Ngasa tu tukamlete pale. Yeye ana nini yani? Bado ni mdogo, hawezi kukimbia. Mimi na fly kwa sababu za msingi kwamba nyuma mwiko wametengeneza content mbili ambazo za kuweza kutuvuruga Simba. Lakini nashukuru hakuna viongozi wenye D2. Yani unajua viongozi wa Simba wote wana D2 na kuendelea. Na sio viongozi pekee yake, mpaka mashabiki sisi hatuna D2. Sawa. Kwa hiyo sasa wameanza kutengeneza scandal ya Mpanzu. Imadi kutuvuruga sisi na kumvuruga kisaikolojia Mpanzu ili asiende kufanya vizuri. Lakini mwisho siku kumbe Mpanzu anajielewa na viongozi wa Simba wanajielewa. Wamewaambia Mpanzu yupo Simba kwa mkataba miaka 2 na mkataba wake uko wazi. Sawa. Kwa hiyo ile tayari wamechemka. Kashatumikia mwaka mmoja sasa. Mwaka mmoja ameshatumikia miezi 5. Si mwandulia? Kwa hiyo bado mwaka mmoja na miezi ngapi? Na miezi 6. Au miezi ngapi? Miezi 6. Sawa. Kwa maana yake nini? Tayari pale wamechemka. Lakini ile sakata ile linapoa tu wameshusha sakata nini? La mechi na mshonda Zanzibar. Na ndio maana ninawaambia mimi nazungumza kwa evidence. Sizungumzi tu
kwamba hapa kuna shida. Simba wajiangalia sana. Simba tuwa makini sana na hii timu ya nyuma mwiko. Timu ya nyuma mwiko wanatuandama sana. Na mimi niwaeleze. Ache kunyanyasa. Na mimi niwaeleze. Nyuma mwiko hata wafanye nini? Hata wafanye nini? Mo Dewji tajiri wa matajiri ameshasema kwamba yuko tayari kwa lolote litakatokea Simba Sports Club. Kwa maana yake nini? Kwamba mechi hii inachezwa kwa Mkapa na promo zao zitaishia hapo hapo, na ndio maana semaji yetu tunamkubali sana, amesema tununue tiketi. Mungu anasemaje? Yoyote atoniomba kitu nampa, jambaza nampa. Mimi naomba niombe dua tu dakika moja na kuomba. Mwenyezi Mungu uliomba mbingu na ardhi. Na waombea watu hao watatu. Mwenyezi Mungu. Mungu, na kuomba kuanzia leo huyu Kamara anaoidakia Simba, naomba kuanzia leo awe kipofu ndani ya mwaka mzima, asione kabisa, asione mbele. Yani Kamara nakuja kwa Mpanzu, naomba Mwenyezi Mungu Mpanzu apigiwe simu, apewe taarifa mbaya kwamba mama yake na mtoto wake wako hoi, wako maututi, lakini wasife, ili apagawe atoke mchezoni. Mwenyezi Mungu na kuomba, naomba mke wa Shabalala aende akatafute mwanaume amweke ndani, na Shabalala aingie ndani amkute unafanya mambo yale, ili Shabalala apagawe atoke mchezoni. Shabalala mwaze mka stage mpira, ili tarehe 17 kesho Simba afungwe. Naomba ngoma Mungu, yani ngirie mbane vibaya sana wiki mbili, yani Simba isishinde. Yani unajua Simba ikishinda mechi itaniua mimi. Simba sio kufanikiwa, Simba ya kufungwa tu. Mwenyezi Mungu, la mwisho Mungu na kuomba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Narudia tena, naomba Mpanzu apigiwe simu kuwa ndugu yake mmoja yuko hoi huku maututi, ili apagawa atoke mchezoni, ili Simba ifungwe tarehe 27, wote wapone, warudi kwenye uzima, Simba sichukue kombe la kafu. Hii ni dua yangu. Lakini tarehe 15 kwenye mechi ya yenu nyinyi ya ligi kuu wawe wamerudi salama. Wawe wamerudi salama. Waje tu, japo mechi haitachezwa. Sasa malaika wa Simba, na wewe dua zako? Mimi dua zangu ni kubwa sana. Dua yangu ya kwanza ni dua ipo katika sehemu ambayo ina kibali cha Mungu. Nchi hakuna mchungaji ambaye ana kibali cha Mungu zidi ya Mwamposa. Na tayari Mwamposa yuko pande ndani ya Simba. Kana Mwamposa yuko pamoja na nyinyi? Ndio maana nakwambiaje, Mwamposa ana kibali cha Mungu. Lakini Mwamposa tayari ameshapiga maombi yake. Lakini dua nyingine tunaenda kwa Shehe Mkuu wa Dar es Salaam. Yule Shehe Mkuu amepewa dua moja tu na Mungu, kamwambia dua isome kwa ajili ya kuipa Simba ubingwa. Shehe Waridi. Naam. Hiyo dua inaitwa Surati Mungunyu. Mungunyu. Inaitwa Surati Mungunyu. Hiyo sura ikisomwa hakuna mchezaji wote, kila mchezaji wa Berkane akishika mpira basi ghafla tumbo linauma. Maana watakuwa ndani wanakimbia Simba tunachukua ubingwa. Kwa hiyo yeye aombe watu waumwe, lakini Mwamposa kwa ndani yake. Mafuta Mwamposa haja kumwacha msalama. Mwamposa chochote kiombo kwa Mungu anapewa. Sasa tuone kati ya mtu ambaye kapewa kibali na Mungu na shetani, nani Mungu atamjibu? Kaka. Subiri nikueleweshe. Mimi naweka ahadi. Weka ahadi. Simba tunacheza kesho. Hii ahadi inaenda sasa hivi au kesho kutwa? Hii ahadi inaondoka, tukitoka hapa naenda kuipandisha. Nasema hivi, ninaweka ahadi. Ladies and gentlemen, malaika, naweka ahadi kwa wana Simba wote Tanzania. Mimi na mke wangu Mama Rabiat tunapenda Yanga vibaya. Mama Rabiat mke wangu anapenda Yanga kuliko hata mama yake mzazi. Mimi napenda Yanga kuliko hata mshahara. Tumeweka ahadi tena, tumeenda kuandikishana mpaka kwa mwenyekiti na wana Simba. Simba kishinda kesho sipapigwa chuma 2. Mimi na Mama Rabiat tunatembea uchi wa mnyama. Tunatembea kila zebra Dar es Salaam. Tunafanya tendo la ndoa hadharani kila zebra. Tunafanya tendo la ndoa au tunafanya mapenzi kila zebra tukiwa uchi wa mnyama. Tunafanya zebra Manzese. Tunaenda wapi? Kinondoni. Tunafanya tunaenda Buguruni tukiwa uchi wa mnyama. Tusifanye hivyo. Naomba shabiki wa Simba watapotuona, kwanza mke wangu Mama Rabiat wamkate kichwa, wakipige kona, cha kwangu wakikate, wakipige denadana. Na hilo swala kamanda wetu Jumanne Mlila anotuletea amani, mpaka leo tuna amani. Esiingilie William wa Simba ndo aanze kukata tusipofanya hivyo. Malaika kile kifupi Simba kindaki Simba kunwa. Na yeye akate kama Simba atashinda kesho. Sawa. Na mimi naweka ahadi. Na mimi naweka ahadi yangu. Siwezi kumwacha salama hata siku moja. Mimi naweka ahadi yangu kama malaika wa Simba. Simba siku ya tarehe 17 ambayo ni kesho, panapo majaliwa. Ninaomba
kesho Simba tusiposhinda, ninaomba papote pale mashabiki wa Yanga, uchebe wa Yanga, shetani wa Yanga, sio kisinga wa Yanga, naomba na mashabiki wote wa Yanga papote wakiniona, sawa, wanikamate, alafu wanivue nguo zote, wanibakishie boxer tu. Alafu wanitembeze kuanzia hapa Mwenge mpaka nyumbani Tegeta. Sawa, nikiwa boxer tu, wakati wananipiga bakola. Naomba bosi wangu Joyce Yaule. Bosi wangu Joyce Yaule, naomba Joyce Yaule papote atakapoona clip hiyo na tukio hilo, naomba asiwafanye chochote kile. Maana ni maamuzi yangu. Na Jumane Mlilo haache. Simba tusiposhinda kesho, watu wanivue nguo zangu zote, wanibakishie boxer tu, natembea kutoka hapa mpaka Tegeta. Tukimalizia kwenye utabiri. Ahadi yako bila shaka imesikika na watu watalifanyia kazi hilo. Tumalizie, unavyoona kwa mechi ya kesho, mnashinda goli ngapi ama mechi itaisha vipi? Mechi ya kesho mimi Malaika nimepewa mahono. Mahono ambayo niliwapewa yalikuwa na kategori mbili. Kategori ya kwanza ikanipa mechi moja. Kategori ya pili kanibadilishia kaniambia mechi inaisha 2-1. Kwanza unasema ngapi? Kategori ya kwanza katika maono. Sawa, mimi Malaika na mimi napewa maono na Mungu. Sawa, nikapewa maono mechi 1-1. Lakini kategori ya pili na pia Mungu akanichangia akanipa goli 2-1. Maana yake Simba tunakuja kuibuka, tunatoka pale tunashinda goli 2-1. Okay. Yes. Kiangalia mechi inaweza kaisha vipi? Ya watani kipindi cha kwanza itakuwa suruhu. Kipindi cha kwanza kule Morocco ni suruhu. Kipindi cha pili Simba napigwa chuma hizi 2. Na hiyo hadi niliyosema itekelezwe. Naomba wewe ni mkubwa safi. Naomba iposti. Nakupa nafasi ukiwa kama Faru Davis, nakupa majukumu yake kwa sasa hivi. Kesho unacheza na Berkane. Yes. Unaanza na nani, unamaliza na nani? Kwanza kipa wangu yule ni bling mwenye mikono 150 Kamala, lakini namba 2 kama kawaida Baba Esa, sawa. Namba 3 kama kawaida Shaban au Shabarala, sawa, ambaye ni captain wetu kipenzi cha Tanzania. Lakini pia nambari 4 anafahamika Hamza, ambaye mtu makini sana. Namba 5 yuko pale Shomalon, ambaye ni sasa hivi yuko anarudi katika performance yake na ataanza yeye. Kwa mimi pendekezo langu aanze yeye. Lakini nambari 6 yupo Ngoma, sawa. Lakini nambari 8 yuko pale tunamuita King. Yule ni King, kazi yake ni kukatakata. Sawa. Lakini nambari 7 yupo Kibdanis, nambari 11 yupo Ngaliba Mpanzu. Sawa. Yule 11. Nambari 9 tunamwanzisha pale Christian aka anaitwa Mukwala. Ataanza pale. Alafu baadaye kipindi cha pili anaingia Christian Leon Ateba. Sawa, lakini namba 10 anakaa pale Chance Awa. Sio jina la Mutale. Sawa. Mutale atacheza lakini ataingia sabu. Kwa nini asianze Mutale? Hawezi kuanza Mutale kwa sababu za msingi. Kwa sababu gani? Huwa mimi wanasoka tunaangalia kwamba performance kwamba je, tunacheza na nani? Afu tunalalamika bwana Ateba kama mzito. Ni kweli? Yaani kweli Ateba sasa amekuwa chibonge sana. Na ile ni kitu ambacho kwamba lazima kocha wa viungo lazima alizingatie sana. Ateba sasa hivi amekuwa sio Ateba yule. Yaani Ateba akigeuka, akipiga shuti kama anampigia mwanangu. Kana kule anakula vitu vizuri, awali chumvi kule. Maana kwambiaje akipiga mpige mwanangu, kwa hiyo kwamba kuna changamoto. Bana, asanteni sana kwa muda wenu. Kwa kumalizia kitu cha mwisho kabisa. Tetezi za Faisal nadhani mnazisikia. Watu wawili wanamhitaji. Na uhitaji wa Faisal? Tuna uhitaji kwa sababu hatuna mbadala wa Chance Awa. Chance Awa mechi inapokuwa ime drop, hatuna mbadala. Kwa hiyo tunahitaji mbadala kwamba kuna mechi Chance Awa na drop, lazima aanze mtu mwingine. Tukimtoa Chance Awa tukimwingiza mwingine patakuwa pamezola sana. Tunahitaji kuonyesha kwamba Simba kila akitoka mtu anaingia mtu. Na uhitaji na Faisal? Hatuna uhitaji naye. Kwa aende tu Simba. Aondoke tu. Okay.